Nuru ya asubuhi. Hadi mwisho nitaamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wasalimu tena watazamaji wangu kupitia jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Emmanuel Dominic, nikitokea kanisa zuri la Tanzania Assemblies of God hapa Dar es Salaam, kanisa la TAG Getsemane City Temple. Tuko hapa external. Asubuhi ya leo ninaungana na watu wengine wote katika kufanya siku yetu iwe nzuri, na ninakuja kwako namna hii nikikuletea tafakari nzuri sana katika siku hii ya leo tena, kama ambavyo nilikuwa na wewe jana. Nashukuru tena Mungu ametupa wakati mzuri saa hii tena. Ninaomba nikuletee ujumbe kutoka katika maandiko matakatifu ya Mungu, kitabu kile cha Ayubu sura ya 42 mstari wa kwanza na mstari wa pili. Na baada ya kusomea andiko hilo, tutamwomba Mungu kwa ajili ya muda wetu mzuri wa neno. Biblia inasema, ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Tuombe. Baba Mungu, tunakushukuru kwa kutupa zawadi ya siku nzuri ya leo. Mimi pamoja na watazamaji wote hawa tunajiweka chini ya mkono wako ulio hodari, na ya kwamba Bwana, katika tafakari yetu ya sasa unataka kusema na sisi kuhusu makusudi yako hayawezi kuzuilika. Tunaomba tupe mwongozo sahihi wa kujifunza na kupokea ujumbe uliouandaa kutoka kwenye hii mistari michache tuliyosoma. Kupitia jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen. Mtazamaji wangu, kabla sija kuelezea kile ambacho hasa nataka nizungumze na wewe kutoka kwenye mistari hii. Kwenye mistari hii kuna vitu vingi sana ambavyo tunaweza tukajifunza pamoja na kutafakari kwa pamoja. Lakini kabla ya hapo nataka niguse kidogo mambo ya muhimu kabla sijazungumza hayo. Makusudi ya Mungu hayawezi kuzuilika. Ujumbe wangu asubuhi leo ni makusudi ya Mungu hayawezi kuzuilika. Ayubu ni moja kati ya watu wa zamani sana waliowahi kuishi na waliodhihirisha kwa kiwango kikubwa sana mahusiano yao yenye ujazo kabisa na Mungu. Ni moja kati ya watu mashuhuri wanaosimuliwa kwa uwezo wao wa kustahimili na kuweza kusimama imara wakati ambapo walipitia kwenye mateso. Na Ayubu anatajwa ni moja kati ya hao watu mashuhuri. Niko hapa kukuletea habari za huyo mtu, na tutagusa kidogo tu sehemu ya maisha yake, na tutaona kwa namna gani mistari hiyo inaweza ikatuimarisha sisi leo. Ayubu anatajwa kuwa alikuwa ni mtu tajiri na mtu mashuhuri sana katika zamani zake, na alikuwa ni mcha Mungu. Sifa yake ya ucha Mungu ilimekuwa ni sifa ambayo inafanya asimuliwe, kwa sababu ni moja kati ya watu wachache ambao Mungu amewahi kutamka akiwasifia ya kwamba ni wacha Mungu. Ayubu alipitia kipindi kigumu cha majaribu na mapito katika sura tu za awali za kitabu chake cha Ayubu. Tunaona namna ambavyo Ayubu amepitia wakati mgumu. Ukisoma katika ile sura ya 3, Ayubu kupitia yale ambayo ameyapitia, alilaani siku yake aliyozaliwa. Alijuta kwa nini Ayubu anaishi. Ameongea maneno mengi sana, mtazamaji wangu, ambayo ukiyapitia kwenye sura ile unaweza ukaona gravity ya kile alichokuwa amekibeba, maumivu, uzito wa kile alichokuwa amekibeba. Ayubu aliendelea kustahimili, lakini pia alikutana na marafiki zake ambao walileta ujumbe
wa kumnyong'onyesha zaidi, kitu ambacho Ayubu kilimfanya azidi kupoteza ule mwelekeo haswa, lakini aliendelea kustahimili. Sasa ukisoma hapo mbele, kuna wakati ambapo Mungu alitaka Ayubu ajibu maswali ambayo Mungu atamuuliza. Ile story ikaendelea namna hiyo, lakini sura ya 42 tunaona ndiko ambako Ayubu anatoa majibu ya mwisho baada ya kuwa amepita kwenye hii shule amepita kwenye hii shule na kwamba ameelewa Mungu hasa anataka nini. Ayubu katika sura ya 42 ambayo nimesoma, anamjibu Bwana kwa kusema, baada ya kuwa ameulizwa maswali mengi sana na Mungu, mengi sana, maswali mengi sana, na asingeweza kutoa majibu ya yale maswali mengi sana, na maswali mazito sana. Nani aliyeweka wakati naweka bahari, ni wapi niliweka mpaka wa maji usivuke kwenda nchi kavu? Je, unaweza ukamvua mamba kwa ndoano? Wakati naweka msingi wa ulimwengu huu, wewe ulikuwepo? Maswali mengi sana, mazito sana. Ayubu katika mstari wa kwanza na wa pili wa sura 42 ametafakari sana katika yale majibu ambayo, maswali ambayo ameulizwa kupitia maumivu makali sana aliyoyaishi kwa muda wa kutosha. Ndipo Ayubu anamjibu Bwana na kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Ayubu anakisema kile ambacho amekibaini katika safari yake ya maisha, kwamba Mungu akitaka kufanya jambo lolote anaweza kulifanya. Sasa nipe ruhusa niongee na wewe maneno mawili. Nini maana ya makusudi na nini maana ya Mungu? Makusudi ni neno ambalo unaweza kalielezea kama malengo, ama ukaelezea kama nia au shabaha. Kwa hiyo Ayubu anaposema makusudi yako hayawezi kuzuilika, ni sawa na kusema shabaha yako Mungu haiwezi kuzuilika. Ni sawa na kusema malengo yako Mungu hayawezi kuzuilika. Kwamba Ayubu alikuja kwenye point ya kuona ya kwamba kile ambacho Mungu amelenga kukifanya, kile ambacho Mungu amenia kukifanya, hicho kitafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maneno machache ya kuelezea nini maana makusudi yanaweza akawa ni hayo. Lakini anaposema ninaposema makusudi ya Mungu hayawezi kuzuilika, Mungu ninayemzungumza mimi hapa ni huyu, kwamba Mungu huyu ni muumbaji. Ni muumbaji. Na unajua hakuna muumbaji mwingine isipokuwa huyo anayeitwa Mungu. Lakini Mungu ni nani? Mungu ni nafsi hai isiyokuwa na mwanzo wala mwisho. Ni nafsi hai ya milele, haina mwanzo, haina mwisho. Kwa nini nafsi hai hii haina mwisho? Ni kwa sababu haina mwanzo. Kwa nini haina mwanzo? Ndio maana haina mwisho. He is God. Kwa ni Mungu ni nafsi hai isiyokuwa na mwanzo wala mwisho. Kwa hiyo Mungu huyu ni wa milele. Hakuwahi kutokuwepo na wala haitatokea awe hayupo, ila yeye yuko. Mungu ni nani? Namba 3, Mungu ni asili ya vitu vyote. Vitu vyote unavyoviona na usivyoviona, vitu vikubwa kabisa unavyovifahamu wewe duniani, asili yake ni Mungu. Tulikuwa tunajifunza kwenye geography miaka ya nyuma, zile 7 big water bodies, yale mabahari makubwa sana. Ukisema bahari ya Hindi unaongelea kitu kingine, ukisema bahari ya Pacific unaongelea kitu kingine na kadhalika. Ni makubwa sana hayo majamaa, lakini yanatokana na Mungu. Ni Mungu ambaye ndio chanzo cha hayo mambo makubwa. Unaposema
kuna kitu kinaitwa mlima Everest, mlima mrefu kuliko milima yote duniani. Unazungumzia chanzo chake ni Mungu. Unaposema kuhusu mlima Kilimanjaro, ni mkubwa kabisa, unazungumzia chanzo chake ni Mungu katika milima yote ya Afrika. The roof of Africa. Kwa hivyo ni Mungu mkubwa sana ambaye ameweza kufanya vitu vyote vikatokea kupitia yeye. Hakuna chochote kimewahi kutokea au kitakachotokea nje ya control au utawala wa Mungu. Mtu mmoja mwanasayansi alikuwa anaandika akielezea, sikumbuki sana maelezo yake kwenye kile kitabu kilikuwa kinahusiana, lakini alikuwa anaelezea asili ya jua. Alikuwa anaelezea asili ya jua. Anaeleza kuhusu jua kwamba yeye haamini kwamba kuna Mungu. Anaamini inatokana, jua linatokana na msuguano, msuguano wa nini? Unatokana na mgandamizo, yani hataki kukubali kwamba jua limeumbwa na Mungu, kwa sababu Mungu ndiyo chanzo na asili ya vitu vyote. Sasa katika kujiuliza huo mgandamizo ulitokana na nini, huo msuguano ulitokana na nini, hiyo kemikali ilitokana na nini, alikuja akafanya hitimisho akasema, there is an caused cause which causes things to happen. Kuna kisababishi kisichosababishwa kinachosababisha vitu kutokea. Yet hajui hicho kitu kinaitwa nani. Sisi tunasema kisababishi kisichosababishwa kinachosababisha vitu kutokea, hicho kitu kinaitwa Mungu. Sasa Mungu ni asili ya vitu vyote. Naongea na mtu ambaye hata kama watu wameshindwa kusababisha mafanikio au wameshindwa kusababisha uponyaji kwenye maisha yake, analalamika kwa kuwatazama watu kwa sababu wameshindwa kusababisha mafanikio yake, wameshindwa kusababisha elimu ya juu aliyokuwa anataka ipate. Kuna watu wameshindwa kusababisha hatua aliyokuwa anataka apige aweze kuipiga. Kuna watu wamesababisha wewe usipate ndoto yako, na una orodha ya watu ambao kwa kweli unaweza ukanyosha kidole chako kwao na kusema hawa wamenisababishia maisha magumu nilionayo. Relax, na kuletea habari njema ya kwamba yuko Mungu anayeweza kusababisha bila mtu mwingine yoyote kuunga mkono. Yeye ni Mungu anayeweza kufanya chochote kikawa na kikatokea bila watu hao nao wataja majina yao. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo ni Mungu asiyekuwa wa kawaida. Sasa huyu Mungu ndiye Mungu ambaye Ayubu anakuja kumtambua mwishoni kwamba najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Sasa katika hali tu ya kawaida, mtazamaji wangu mpendwa, katika hali ya kawaida unaposema makusudi yako, ile yako, ina maana kuna yao, kuna yake, kuna yako, kuna yetu, lakini anachokisema makusudi ambayo hayawezi kuzuilika ni yako, yani kwa maana ya makusudi ya Mungu. Hii ndio kusema yako makusudi ya wengine yanayoweza kuzuilika, lakini makusudi ya Mungu hayawezi kuzuilika. Alichokusudia Mungu hakuna anayeweza kukizuia kisitokee, lakini yao yanaweza kuzuilika, lakini yako hayawezi kuzuilika. Nilikuwa natafakari sana kuhusu namna ambavyo limetumika neno yako. Nikawaza kama kuna yako maana yake kuna nini kingine? Nikaona kama kuna yako maana yake kuna yao. Hao kina yao ni akina nani? Nikawaza makundi mengine mawili. Kundi la kwanza, makusudi ya watu. Watu wanayo nafasi ya kukusudia kwa watu wengine. Mtu anaweza kukusudia jambo kwa mtu mwingine kwamba jambo hilo ni jema au jambo hilo ni baya, lakini mahala fulani mwanadamu ana uwezo wa kukusudia jambo kwa mtu mwingine. Niko hapa kukuambia ya kwamba hilo jambo ambalo wanadamu wanaweza kukusudia likawa baya kwenye afya yako, likawa baya kwenye familia yako, likawa baya kwenye ndoto yako, likawa baya kwenye masomo yako, likawa baya kwenye shughuli zako za kila siku, linaweza kuzuilika. Kusudi pekee ambalo haliwezi kuzuilika ni kusudi la Mungu aliye hai.
Bwana Yesu asifiwe. Kusudi la Mungu pekee ndilo kusudi ambalo haliwezi kuzuilika, lakini kusudi la mwanadamu linaweza kuzuilika. Najua tunayo mifano mingi sana ya wanadamu waliokusudia mabaya juu ya wanadamu wengine, wenzao, wengine ni ndugu zao, ni watu wao wa karibu, walikusudia kuangamiza, lakini kusudi lao hao wanadamu lilizuiliwa na hayo waliokuwa wamekusudia hayakufanyika. Sasa kuna kusudi la wanadamu. Namba 2, kuna kusudi la shetani. Shetani hukusudia mambo katika maisha ya watu, akitumia watu au yeye mwenyewe, vyovyote, lakini shetani hukusudia mambo katika maisha ya watu. Sasa Ayubu anaposema makusudi yako wewe Mungu hayawezi kuzuilika, ni sawa na kwamba makusudi ya shetani yanaweza kuzuilika, isipokuwa makusudi yako wewe Mungu hayawezi kuzuilika. Niko hapa tena kukuhakikishia, hakuna kusudi la shetani lisilozuilika kwenye maisha yako. Linaweza kuzuilika kusudi lolote na ukarudi katika maisha yako ya kawaida. Na leo hii kabla ya kuondoka hapa, nitaomba pamoja na wewe, na tutazuia makusudi mengi sana kutoka kwa watu waliopo katika mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani na kwingineko wanakufuatilia mtandaoni. Tuna uwezo wa kuzuia makusudi ya shetani. Na ndio maana kanisa lipo na lina mandate hiyo ya kuzuia makusudi ya shetani kwenye maisha ya watu. Na tutazuia tena mara hii. Kwa hivyo Ayubu anaposema hivyo, anamaanisha ya kwamba katika hawa wenye makusudi watatu, yani Mungu, wanadamu na shetani, amebaini ya kwamba kusudi la Mungu pekee ndilo ambalo haliwezi kuzuilika. Sasa nataka nizungumze na wewe kuhusu mtu ambaye anasema, mbona mimi ninaona kwenye maisha yangu liko kusudi la Mungu ambalo limezuilika. Kuna watu wana mambo ya namna hayo, wana maswali ya namna hiyo, kwamba mimi nimeona kwenye maisha yangu, mbona makusudi ya Mungu hayazuiliki, yanazuilika. Sasa nimeona mambo yakiwa yanaenda vibaya, nimeona mipango yangu imeharibika, watu wamefanya vitu vibaya kwenye maisha yangu na kusudi la Mungu kwangu limeharibika. Haijawahi kutokea. Nitazungumza na wewe, utanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maandiko matakatifu iko sayansi ya namna ya kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha ya mtu. Sasa sayansi ile ukiifanya kinyume huwezi kuona matokeo, na bado ukweli wa hili andiko la mstari wa 2 unabaki pale pale, kwamba makusudi ya Mungu hayazuiliki, lakini unaweza usione matokeo, sio kwa sababu kuna mtu kazuia kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Sayansi ya kusudi la Mungu inataka mtu husika ambaye kusudi la Mungu linatimia kwake awe na uwezo wa kuandaa mazingira ya kutimia kwa kusudi la Mungu. Yaani kwa lugha nyingine, kwa kusudi la Mungu linatimia from within, not from without. Yaani Mungu hatimizi kusudi lake kutokea nje yako. Mungu anatimiza kusudi lake kutokea ndani yako. Ni kupitia ndani yako wewe ndiko ambako anaanza kutimiza kusudi lake kwenye maisha yako, sio kutokea nje yako. Kwa lazima kusudi la Mungu lipate nafasi ndani ya maisha ya mwanadamu. Likipata nafasi ndani ya maisha ya mwanadamu, sasa lita flow out, litaanza kuathiri likitoka nje, na litaleta matokeo kwenye maisha ya mtu kutokea ndani. Sasa Ayubu anaposema makusudi yako hayawezi kuzuilika, anajua hayawezi kuzuilika na hayawezi kuzuilika, lakini ilikuwa ni muhimu watu wajue ya kwamba kuna waombaji ambao hawaoni kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Kuna wakeshaji ambao hawaoni kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Kuna wafungaji ambao hawaoni kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Kuna waimbaji hawaoni utimilifu wa kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Na hata sasa ninapozungumza, najua kuna mtazamaji wangu ambaye anajiuliza kwa nini yeye haoni uhalisia wa kusudi la Mungu kwenye maisha yake, licha ya kwamba amekuwa na maono, akiona ya kwamba anajiona katika maono, pengine anaona Mungu anamsaidia au anamsemesha kwamba yeye ni mtu fulani. Yaani akijiangalia hapo alipo na ile picha ambayo huwa inajirudia kwenye maisha yake ni watu wawili tofauti. Ni nini kimetokea kinazuia asiwe mtu yule ambaye ndio haswa kusudi la Mungu? Anajua yeye ni mwimbaji, tena ni mwimbaji mkubwa sana, lakini haijawahi kutokea kafika kwenye hiyo level na kadhalika na kadhalika. Kuna namna ambayo huoni ya kwamba ule uhalisia wa wewe ni nani haui kwenye maisha yako. Ni rahisi sana. Ni kweli kwamba kuna watu ambao
ni wafungaji, ni waombaji. In fact nilifanya utafiti wangu mdogo mwaka 2016 mikoa yote ya kanda ya Ziwa. Fanya utafiti wangu mimi mwenyewe, nilizunguka mimi mwenyewe mikoa yote, nikabaini ya kwamba 87% ya Wapentecost wanaishi maisha wasioyapenda. Nafahamu ya kwamba kuna mtu ambaye anayachukia maisha, anayakemea yale maisha, anavunja vile vifungo, whatever anaamini kwamba ni kitu kinachomzuia, lakini anashinda na yale maisha na maombi yake, analala na yale maisha na maombi yake, anaamka nayo. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili alikuwa kijana na kuwa mzee, na nothing is changing. Hakuna kitu kinabadilika. Ni kwa sababu kila kitu kinafanyika kwenye formula. Sasa kwenye kuyafanya makusudi ya Mungu yawe halisi kwako, lazima ujue Mungu anatimiza kusudi lake kwenye maisha yetu kutokea ndani mwetu sisi, sio kutokea nje yetu sisi. Lazima kwanza aingie kwenye maisha ya mtu, aishi kwenye maisha ya mtu, aanze kubadilisha maisha ya mtu kutokea ndani. Sasa hapo ndipo panakuwa na jambo la kutafakari. Sasa kule ndani ya mwanadamu kuna yale makusudi mawili niliyoyasema, yanaweza yakawa yanaishi ndani mwake. Kusudi la Mungu haliwezi kutimia mahali ambako liko kusudi la mtu mwingine. Liko kusudi la kwake mwenyewe na liko kusudi ambalo sio la Mungu, ni la Shetani. Haziwezi zikawepo tabia za kimwili, tabia ovu kwenye maisha ya mtu, halafu mtu yule yule akatamani alione kusudi la Mungu linakuwa halisi kwenye maisha yake. Lazima kusudi moja liondoke. Lazima mtu awe tayari kuruhusu maisha yake yawe tayari kwa ajili ya kusudi la Mungu peke yake. Nilikuwa nafanya study binafsi, nikabaini ya kwamba mahali kokote ambako Mungu alitimiza kusudi lake, kuna kazi iliyofanyika ya kuyaruhusu maisha ya yule mtu yawe kwa ajili ya lile kusudi la Mungu pekee. Nimefanya study ya Samson kwa mfano. Samson kabla hajazaliwa kulitokea malaika aliyepeleka ujumbe kwa mama, malaika aliyepeleka ujumbe kwa baba, na atazaliwa mtu wa namna gani. Maelezo yale yote kabla Samson hajazaliwa yalikuwepo, kwamba yeye atakuwa ni mnadhiri wa Bwana, hata kunywa pombe, hata tumia kileo, hata tumia mvinyo, hata nyonya. Maelezo yote yale yanayomhusu mnadhiri wa Bwana. Kwa hivyo maisha yake yalijulikana yamebeba kusudi la namna gani. Yeye alitakiwa kuja kuwa mkombozi wa wana wa Israeli dhidi ya taifa lile ambalo lilikuwa linawatesa. Sasa anapokuja kuishi Samson, alitakiwa ajue ile miiko ndio inayomfanya Mungu atimize kusudi kwenye maisha ya Samson na kwenye taifa la Israeli. Sasa Samson anapoendelea kukua, analiasi lile kusudi na kuweka kusudi jingine ndani ya moyo wake. Anapoweka kusudi jingine ndani ya moyo wake, automatically analidhoofisha kusudi la Mungu lilikuwepo ndani yeye mwenyewe. Hakuna adui anayeweza kuvamia kusudi la Mungu na kulizuia. Kusudi la Mungu linataka nafasi katika maisha ya mtu, kwamba huyo mtu anajishughulisha na nini. Lazima alipe nafasi kusudi la Mungu katika maisha yake, ili kusudi la Mungu lianze kushughulika na maisha ya yule mtu kutoka ndani yake. Mungu anaanza na maisha ya mtu kabla hajafanya kazi kwenye vipawa, kwenye karama, kwenye majukumu, kwenye biashara na kwingineko. Kwa hivyo Samson aliposhindwa kutunza kusudi la Mungu kwenye moyo wake, it was from that very time Samsoni alipoteza kuliishi kusudi la Mungu na akapatwa na yale yaliyompata. Katika kitabu cha Waamuzi wameeleza vizuri sana story ya Samson, kwamba Samsoni alishindwa kulitunza kusudi la Mungu ndani mwake. Hasa kusudi la Mungu likitoka ndani, hakuna namna linaweza likabadilisha na kuyafanya maisha yako yaweze kuwa yale ambayo yalikusudiwa na Mungu. Sasa kwa kulifahamu hilo, Ayubu anasema, nafahamu ya kuwa Mungu waweza kufanya mambo yote. Hakuna kitu ambacho Mungu hawezi kufanya. He is God. Anaweza kufanya chochote, na ya kuwa makusudi yake yeye Mungu hayawezi kuzuilika. Sasa kwa huyu ambaye anasema, mimi mbona sioni uhai wa kusudi la Mungu kwenye maisha yangu, mbona sioni utimilifu wa kusudi la Mungu kwenye maisha yangu, ni kwa sababu kubwa moja, haliwezi likatimia kusudi la Mungu ikiwa kuna kusudi jingine ndani mwako. Sasa unawezaje kubaini kusudi jingine lililoko ndani mwako? Ni kitu gani ambacho kina utawala mkubwa kwenye maisha yako practically? Nikasoma maandiko kama Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 mpaka mstari wa 21.
Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 mpaka 21 unazungumza kuhusu matendo ya mwili, ambayo matendo ya mwili yakiishi hayo kwenye maisha ya mwanadamu, akayatunza mwanadamu hayo, hiyo ndiyo njia pekee inayoweza kukaa kwenye nafasi ambayo lingekaa kusudi la Mungu ndani. Moja kati ya kazi zinazofanywa na hizi tabia za kimwili ni kukaa kwenye kiti ambacho lingekaa kusudi la Mungu, na kwa sababu hiyo hakuna namna kusudi la Mungu litatimia, kwa sababu nafasi ambayo kusudi la Mungu lingekaa ili lianze kufanya kazi yake kwenye maisha yako, wewe umeruhusu zimekaa tabia za kimwili. Zimekaa tabia ambazo zimeandikwa pale kwenye Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 mpaka 21, lakini pia tabia hizo hizo zimeandikwa pale kwenye Timotheo wa pili, zimetajwa kama matendo ya watu wa siku za mwisho, Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5, lakini zimetajwa kwenye Marko, alizisema Yesu mwenyewe kwenye Marko sura ya 7 mstari wa 21 mpaka wa 23. Mtazamaji wangu, unapopata muda tafadhali unaweza kupitia maandiko haya, lakini natuonyesha ya kwamba hakuna kusudi la Mungu linaweza likatimia mahali ambako kuna kusudi ovu limekaa kwenye moyo wa mwanadamu. Kuna kusudi dhaifu limekaa kwenye moyo wa mwanadamu. Kuna kusudi la kimwili limekaa kwenye moyo wa mwanadamu. Kama kwenye huo moyo wa mwanadamu kumekaribishwa kitu kibaya, hakuna namna ambayo kusudi la Mungu linaweza likastawi na likaleta matokeo kwenye maisha ya mtu ambaye katika moyo wake ameruhusu kusudi lisilokuwa la kimungu liweze kutimia. Ndio maana sasa katika Yakobo sura ya 4 mstari ule, hii mstari maarufu sana ambao tumekuwa tukisoma mara kwa mara, katika Yakobo sura ya 4 mstari wa 7 kwa mfano na wa 8, anasema basi mtiini Mungu. Basi mtiini Mungu. Basi mtiini Mungu. Hiyo ni kitu cha kwanza. Anasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Kwamba hakuna namna, lazima turudishe fahamu na fikra zetu kwenye kusema ndio kwa Bwana. Tutakataa uasherati, tutakataa uzinzi, tutakataa uongo, tutakataa wizi, tutakataa rushwa, tutakataa maovu yote yaliyotajwa katika maandiko hayo nimekutajia. Lazima tuyakubali kuto kuyapa nafasi kwenye mioyo yetu kama njia ya kutengeneza mazingira ya kupata nafasi ya kusudi la Mungu liweze kukaa ndani mwetu na liweze kutengeneza matokeo ambayo sasa sisi tunayataka. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna namna ambayo maombi yanaweza kawa mbadala wa huu mchakato wa kukataa na kumpinga shetani kwenye maisha yako. Maombi hayawezi kuwa mbadala wa hiki kitu. Lazima mwanadamu arudi aseme hapana kwenye njia mbovu, hapana kwenye maovu, hapana kwenye dhambi, ili iwe njia ya kutengeneza nafasi ya kusudi la Mungu kuishi ndani yake. Nataka kusisitiza jambo. Hakuna anayeweza kuzuia kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Ni wewe unayeweza kuzuia kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Ni hizo hasira nyingi ulizo nazo ndizo zinazozuia kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Ni wewe unayesema hapana kwenye kusudi la Mungu kwa njia ya kuruhusu hasira ikae mahali ambako lingekaa kusudi la Mungu. Kuruhusu uongo ukae mahali ambako lingekaa kusudi la Mungu. Kiburi kikae mahali ambako lingekaa kusudi la Mungu. Unaruhusu tabia za mwilini zikae mahali ambako zingekaa tabia za rohoni. Na ndio maana maandiko yanakupa wewe mwenyewe nafasi kwamba sasa, namba 1, mtiini Mungu. Namba 2, mpingeni shetani. Ukimpinga shetani ukiwa umesimama kwenye msingi wa kumtii Mungu, kwa maana ya shetani, kwa maana ya tabia na matendo yake na nyendo zake, ataondoka. Utamkaribia Mungu naye atakukaribia wewe. Sasa kuanzia pale unaweza ukaanza kuona ustawi ulio hai kabisa wa kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Ninayo mifano mingi sana na mingine nafahamu mtazamaji wangu kadri unavyoendelea kujifunza kwenye maandiko matakatifu unakutana nayo, kwamba kuna maisha ya watu yalibadilika walipobadilika. Kusudi la Mungu linasubiri mtu ambaye ameamua kuoffer space katika moyo wake, kutoa nafasi katika moyo wake kwa ajili ya kusudi la Mungu. Na hii sio kazi nyepesi, sio kazi rahisi, ni kazi ngumu, kwa sababu inahitaji mtu aliyefanya maamuzi. Hasa Ayubu anaposema ninajua ya kwamba waweza kufanya mambo yote na ya kwamba makusudi yako hayawezi kuzuilika, anafahamu
ya kwamba uwezo wa Mungu hauwezi kuzuiliwa na chochote, lakini Mungu ana utaratibu mzuri wa kufanya kazi na yule anayefanya naye kazi. Hakuna opposition, hakuna upinzani unaoweza kuzuia. Yeye Mungu hufanya kazi na yule anayetaka kujidhihirisha kwake, kwa maana ya yule mtu. Sasa yule mtu ana uwezo wa kusema ndio ama hapana. Anaweza asiseme ndio kwa maneno au hapana kwa maneno, lakini matendo yake yakazungumza ndio au hapana. Sasa namna pekee ya kumruhusu Mungu aweze kufanya kile ambacho unataka akifanye kwenye maisha yako ni kwa njia ya kuondoa kabisa zile tabia ambazo sio za kimungu. Nawaza kuhusu tena wale vijana watatu wa Babeli. Nawaza kuhusu Shadraka, Meshaki na Abednego. Nawaza tena kuhusu vijana hao watatu kwamba Shadraka, Meshaki na Abednego ni watu walikuwa wanatamani kuendelea kuishi, lakini waliamini somewhere kwenye maisha yao kuna kusudi la Mungu. Somewhere kwenye maisha yao kuna kusudi la Mungu. Hakuna namna kusudi la Mungu litatimia wewe ukiwa na kusudi lako. Unachukua kusudi lako, unaweka kando, unaishi kusudi la Mungu. Ndivyo vijana hawa walivyofanya. Walitamani kuwa na familia zao, walitamani kuishi na ndugu zao, walitamani kuendelea kuwa na maisha bora kama ambavyo mimi na wewe na wengine wanatamani. Lakini lilipokuja swala la kusudi la Mungu, walisema tutatoa nafasi ya kwanza kwenye kusudi la Mungu kwenye maisha yetu. Kwa hivyo ilikuwa ni muhimu kuyaondoa makusudi yao, kuyaondoa mapenzi yao, kuondoa matamanio yao, kuondoa ushawishi wao, kuondoa vitu vizuri kwao na kuachana navyo, ili Mungu aamue kwamba tunaishi, Mungu ataamua kwamba tunakufa, Mungu ataamua. Kwa kitendo cha kuamua kuyaondoa makusudi yao na kubaki kwenye kusudi la Mungu, hicho ndicho kusudi la Mungu lililopo kwenye maisha yako kinasubiri. Walipofanya hivyo, kusudi la Mungu lilikuwa halisi kwao. Mungu alifanya mambo ambayo hakuwa amefanya kabla. Ilikuwa ni mara ya kwanza Mungu anaokoa watu kutoka kwenye tanuri la moto mkali uliochochewa mara 7 zaidi, na Mungu akatuma malaika wake kwenda kwenye moto ule na akawaokoa. Kinachofanya Mungu adhihirishe kusudi lake kwenye maisha ya watu waliofanyiwa fitina na uchochezi waweze kuuawa, kinachofanya kusudi la wanadamu dhidi ya Shadraka, Meshaki na Abednego lisifanikiwe, kusudi ovu la watu wale lisifanikiwe, ilikuwa ni namna ambavyo wao hawana kusudi lingine kwenye maisha yao, wameamua kuliishi kusudi la Mungu pekee. Kwa hivyo kila unapoamua kuweka kando makusudi yako mengine, kuweka kando matamanio yako mwingine, una offer chance, unatoa nafasi ambayo kusudi la Mungu litaingia ndani yako. And from there, kusudi la Mungu likiingia ndani mwako, story inabadilika. Watu wataanza kuona na Mungu anaona ya kwamba mwanangu yuko tayari kwa lolote, amefanya kila kinachowezekana kuniruhusu mimi nitimize kusudi langu. Maisha yake yanalisubiri kusudi langu. Mtazamaji wangu, hauna shida iliyoshindikana. Hauna shida iliyoshindikana. Hauna tatizo lililoshindikana. Hakuna kusudi la wanadamu linaloweza kuamua kuhusu maisha yako ikiwa wewe utaamua vinginevyo leo hii. Na mimi nataka nikwambie, yuko Mungu ninayemleta kwako, na ya kwamba Mungu huyu ana uwezo wa kufanya maajabu kwenye maisha yako ikiwa utachukua hatua ya kubadilika na kuliruhusu kusudi la Mungu liishi ndani mwako, baada ya kuyaondoa makusudi mengine ambayo sio ya Mungu kwenye maisha yako. Ukiondoa hasira, ukiondoa uoga, ukiondoa maovu yote, ukiondoa yoyote unayoendelea nayo ambayo yako kinyume na Mungu, ukiyaweka kando, utakuwa umefanya kitu kikubwa sana leo hii cha kutengeneza nafasi kwa ajili ya kusudi la Mungu liweze kuingia ndani mwako. Na kutoka kusudi la Mungu linapoingia ndani mwako, utaanza kuona tofauti kwenye maisha yako. Nataka nikuombee. Tafadhali weka mkono wako kifuani, niombe na wewe. Wewe ambaye unaona kabisa ya kwamba nimejitahidi sana lakini hakuna kitu kinabadilika kwenye maisha yangu. Nimeomba sana lakini sioni kitu kinabadilika kwenye maisha yangu. Nimeshatabiriwa lakini sioni kitu kinabadilika kwenye maisha yangu. Nimeshatumia kila nilichotumia, sioni kitu kinabadilika kwenye maisha yangu. Mimi nakueleza, anza kwenye kubadilisha tabia zako. Anza kwenye kubadilisha matamanio yako. Wacha Mungu aamue kuhusu wewe. Maisha yako yawe chini ya utawala wake. Na ili ufikie hapo, unaanza kwa kujikabidhi kwake na kumwambia Mungu, ninaomba unisamehe. Nataka nikuombee sasa. Baba, katika jina la Yesu, najua ya kwamba yuko huyu mtu hapa, mwanamke huyu, mwanaume huyu ambaye anatamani sana kuona kusudi lako wewe Mungu kwenye maisha yake linakuwa halisi. Lakini ilikuwa ni muhimu aanze
kwenye kuangalia maisha yake. Mahali kokote ambako Mungu ulifanya maajabu makubwa sana ni pale ulipokubaliwa na yule mtu akaamua kuweka mapenzi yake pembeni, akaamua kuweka matamanio yake pembeni, na akatoa hicho chumba kwa ajili yako. Najua uko tayari hata leo, kwa sababu wewe ni yeye yule jana, leo, hata milele. Uko tayari kufanya kwa mwanamke huyu na mwanaume huyu katika jina la Yesu Kristo hai. Ninakemea kila roho mbaya inayomdanganya na kumshawishi ya kwamba asisimame na kusudi lako. Ninavunja hizo roho kwa jina la Yesu Kristo hai. Hata kama kwenye ukoo kuna watu wengi sana adui ametawala maisha yao na amewazuia wasiende mbali, natangaza kwa jina la Yesu Kristo hai, na vunja hiyo kazi ya adui kwenye maisha ya huyo mtu. Maadamu ameliamini neno na yuko tayari kubadilika, na kataa kabisa matamko ya kuzimu kwenye maisha yake, makusudi ya shetani kwenye maisha yake, makusudi mabaya na maovu ya watu kwenye maisha yake, kwa jina la Yesu Kristo hai. Na yale makusudi maovu yaliyozalisha magonjwa ya kuonewa na nguvu za giza, natangaza magonjwa ya waachie haraka. Ondoka kwa huyu mama, mwachie huyu mama mjane kwa jina la Yesu Kristo hai. Nasema ondoka kwenye maisha yake na usirudi tena. Vifungo vya kila aina natangaza havina muda wa kuishi ndani mwake kuanzia sasa, kwa jina la Yesu Kristo hai. Kwa jina la Yesu Kristo hai. Matatizo yote yanayokuja kwake kwa sababu ya kusudi la Mungu kuto kuishi ndani mwake yafikie kikomo, kwa sababu kuna roho ya matengenezo inaendelea kwenye maisha ya huyo mtu. Baba, ninakushukuru. Ikiwa uko hapo nafuatilia kipindi hiki na haujamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hakuna namna nzuri naweza nikaongea na wewe zaidi ya kukwambia mpe Yesu nafasi, kwa sababu ni njia bora ya kuliweka kusudi la Mungu kwenye maisha yako na kuanza kutengeneza upya kwa kubadilika. Tafadhali sema maneno haya nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, ninaamini ulikufa msalabani kwa upendo mwingi kwa ajili yangu, na leo hii Bwana, niko tayari kukuamini na kukupokea. Karibu kwenye maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninamkataa shetani na kazi zake zote. Ninakuchagua wewe Yesu uliyemwaga damu yako pale msalabani, uingie ndani mwangu na unibadilishe. Natamani maisha yangu yatawaliwe na kusudi lako. Ninaokoka na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ikiwa umesema sala hii kwa imani, anza kuchukua hatua sasa kutafuta kanisa la watu wanaomhubiri Kristo katika roho na kweli, na ukifika kule tafadhali jieleze kwamba unahitaji kulelewa. Asante sana, mpaka wakati mwingine. Ni Pastor Dominic. Mungu akubariki.